5 mstari wa 10. Amina. Basi tutapiga magoti tunapoingia katika maombi. Saheri shida zetu Mtakatifu Baba wa mbinguni, utusamehe makosa yetu, utubariki tunapoenda kuhudumu, na wabariki wagonjwa ambao wapo hospitali hii na ambao hawajaweza kufika leo, wabariki. Mungu naomba wabariki watu wote katika Yesu. Amina. Mtakatifu Mungu atubariki tunapoenda kujifunza, tubariki, tusamehe makosa yetu, tuwalinde wagonjwa, tulinde. Amina. Tuombe. Mtakatifu Mungu, naomba tubariki tunapoendelea na programu zetu, na Mungu tulinde. Wengine ambao wapo hospitalini uwabariki, wengine ambao hawajapata nafasi ya kuja kanisani naomba uwabariki katika jina la Yesu. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Asubuhi mvumbuzi mmoja alituambia ili uweze kuwa dereva mzuri na mtumiaji mzuri wa barabara unaposafiri, ni sharti uwe na leseni. Na akatuuliza kwa tuliokuwepo, hebu tuone mikono ya watu ambao wana leseni. Mwaweza kupunga sasa wenye leseni ya udereva. Wazazi? Okay, ni wachache. Na akatuambia ya kwamba hebu tuone mikono ya watu ambao huwa wanatumia vyombo vya usafiri au wanatumia barabara na hawana leseni. Hebu tuone mikono yao pia. Kwani wengine huwa tunatembea kwenye nini? Maana kwenye leseni hatupo, tusiokuwa na leseni hatupo.
Lakini nasi kama wasafiri wa mbinguni, iko leseni ambayo inatuongoza na kutupa uhalali wa kusafiri katika ulimwengu huu. Nayo ni Biblia. Hebu nione wenye leseni ya kwenda mbinguni wanyoshe juu leseni zao. Mbarikiwe. Hebu tuone mikono ya wale wanaojiita ni wasafiri kuelekea mbinguni na hawana leseni. Bwana atusaidie tuweze kununua Biblia pamoja na vitabu vyote ambavyo tunapaswa kuwa navyo. Karibuni tena katika siku ya wavumbuzi ulimwenguni, na wito wetu mkuu ni kusafiri kwa imani. Wako watu wengi ambao wamewahi kusafiri, na hata sisi pia tumewahi kusafiri. Wako ambao huanza safari na kufika mwisho wa safari, lakini wako ambao huanza safari na hatimaye wasifike mwisho wa safari yao. Katika Biblia wako watu ambao hawakuanza safari ila walijikuta katikati ya safari, lakini hawakufika mwisho wa safari. Ninazungumzia wana wa Israeli. Na leo watoto wetu watatuongoza katika safari nyingine. Wangapi wanatamani kuisikia safari hiyo? Basi jiandae kusikiliza kwa habari ya safari ambayo watoto wametuandalia. Saa hii ni wakaribishe wale ambao wote tumehudumu kwa ajili ya utambulisho. Wale ambao wote wamekwisha kuhudumu tusogee hapa mbele. Tujipange hapa, tujipange. Hapa ni wahudumu tu, lakini tunaye mhudumu mwenza, yeye kila wakati anakuja na utajitambulisha. Haya, tutaanza na mhudumu mwenza. Haya, taja jina lako. Nani? Taja jina lako. Clara. Sema kwa sauti. Ninadhani mmemsikia. Yeye anamsindikiza dada kuhudumu pamoja naye. Basi ambaye ametuletea somo la sadaka atajitambulisha jina lake na darasa ambalo yupo katika chama cha wavumbuzi. Yesu asifiwe. Maranatha. Yesu anakuja. Kwa jina naitwa Clara Marco Misanga, nimehudumu somo la sadaka. Kwenye chama changu nipo darasa la nyuki la shughuli. Maranatha. Yesu anakuja. Kama jina naitwa Innocent Mgari, nimehudumu maombi. Darasa langu ni la kundi mwali wa jua. Yesu asifiwe. Mkome Emmanuel Shindika fungu kuu. Nyuki wa shughuli. Maranatha. Yesu anakuja. Naitwa Bless Mwita. Ombi. Kinda la ndege. Mnasemaje kwa ajili ya wahudumu wetu? Lakini huyu naye alihudumu wakati wa kuimba. Haya, jitambulishe jina lako. Maranatha. Jina lako? Kwa jina naitwa Jero Mwanga. Nasemaje kwa ajili ya wahudumu wetu? Haya, tunaweza kurudi kuketi. Lakini nitambue uwepo wa wavumbuzi wote. Wavumbuzi wote tusimame juu. Siku ya wavumbuzi ulimwenguni 2025. Sio sauti za wavumbuzi hizo. Siku ya wavumbuzi ulimwenguni. Hawa ni watoto wetu wa miaka
4 mpaka 9 kama ambavyo chama chetu kinawatambua kuanzia miaka 4 mpaka 9. Wao wametuhudumia wimbo wakati wa sadaka. Mnaweza kuketi. Ijapokuwa leo ni siku ya wavumbuzi ulimwenguni, lakini kama idara ya vijana tunavyo vyama ambavyo viko vya vumbuzi, watafuta njia, mabalozi, YA, Master Guide pamoja na SYL. Nitambue uwepo wa watafuta njia wote. Tusimame tuipungie mkono kanisa. Watafuta njia wote, mnasemaje kwa ajili ya watafuta njia? Lakini nitambue uwepo wa mabalozi. Balozi tusimame. Ninaona wako kule nje wanapunga mkono vizuri kabisa. Nitambue uwepo wa Master Guide wote. Mbarikiwe na Bwana. Lakini nitambue uwepo wa SYL. Mnasemaje kwa ajili yao? Lakini kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa YA. Wasahau ndio kanisani, Bwana wabariki. Lakini kwa namna ya pekee ni watambue walimu ambao wameshughulika na watoto wetu na kufanikisha hata tukio hili leo. Walimu wote mmoja wenu na wasimame. Mnasemaje kwa ajili ya walimu? Mnasemaje kwa ajili ya walimu? Amen. Barikiwe na Bwana. Walimu kuketi. Lakini nitambue uwepo wa mzee wa kanisa anayesimamia idara ya vijana. Pia ni Master Guide Zalo Daniel. Basi katika saa hii ni watambue washiriki wote wa ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tusimame na wimbo nambari 55 tunaingia katika ibada kuu. Wimbo nambari Kushokiza kwenye stari hapa. Mia moja na 55. Yesu wangu Mwokozi.
Bwana Yesu asifiwe. Siku ya wavumbuzi duniani. Kusafiri kwa imani. Kwa majina ninaitwa Judith Mwisawa Makuri. Mimi ni mvumbuzi. Nitawaletea somo la wasafiri wa imani. Linahusishwa na msichana mdogo, jemedari mwenye nguvu na Mungu aponyaye. Nani anayetaka kusafiri? Asanteni kwa kunyoosha mikono yenu. Je, ni wapi unapotaka kwenda? Nafasi hii nitawapa wavumbuzi wenzangu. Wavumbuzi, mnataka kwenda wapi? Asanteni. Mimi pia ninapenda kusafiri na ninataka kwenda mto Yordani. Mto Yordani umehusishwa na watu wengi. Kwa mfano, Musa, Ibrahimu, Yohana Mbatizaji aliyembatiza Yesu, Naaman na wengine pia. Faida za kusafiri. Utaonja vyakula vipya, utaanza kujua sehemu mbalimbali, utaanza kujua utamaduni wa jamii, na pia utatengeneza uhusiano na watu wengine. Amina. Tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu uketie juu mbinguni, asante kwa wema na fadhili zako. Na muda huu tunapenda kuanza somo letu, naomba tusaidie, na Mungu naombe maneno mazuri ya kuongea na watu wako, na Mungu naomba wasaidie na watu wengine watakuja hapa na kuhubiri, na wasaidie na mwisho wako wasikie somo hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kama nilivyosema, somo langu ni usafiri wa imani. Linahusishwa na msichana mdogo, jemedari mwenye nguvu na Mungu aponyaye. Somo langu lipo katika kitabu cha Wafalme wa Pili 5 mstari wa 1 hadi 15. Nitaanza na msichana mdogo. Msichana mdogo alichukuliwa mateka kutoka Israel na kwenda Shamu. Alichukuliwa kutoka Israel na akapelekwa Shamu, akauzwa katika nyumba ya jemedari Naaman. Alipelekwa pale ili aweze kumhudumia mke wake Naaman. Mke wake Naaman alikuwa akinung'unika, mume wake alikuwa ana ukoma. Na msichana mdogo alipoona kuwa baba wa familia au jemedari Naaman ana ukoma, ndipo akamwambia mke wake Naaman kuwa kule Israel kuna nabii wa Yesu ambaye ni Elisha atakaye msaidia jemedari Naaman ukoma wake na akapona. Jemedari Naaman alienda kwa mfalme wa Shamu na alienda kule na kumwambia kule Israel kuna nabii wa Mungu atakaye nisaidia na nikapona ukoma wangu. Ndipo mfalme wa Shamu akampa barua au waraka jemedari Naaman ili akampelekee
mfalme wa Israeli. Jemedari Naamani alichukua fedha, talanta kumi za fedha, mavazi pamoja na dhahabu ili kumpelekea mfalme wa Israeli na akaponya ukoma wake. Alipopelekea mfalme wa Israeli ndipo yule mfalme wa Israeli alipoisoma ile barua akararua mavazi yake na akasema, mfalme wa Shamu anataka ugomvi. Ndipo nabii wa Israeli ambaye ni Elisha aliposikia kuwa mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, ndipo akasema, mlete kwangu. Jemedari Naamani alienda kwa nabii Elisha. Alipofika katika malangoni pa nyumba ya nabii Elisha, nabii Elisha akamtuma mtu ili akamwambie jemedari Naamani akaoge mara 7 mto Yordani. Ndipo jemedari Naamani akapata kiburi au jeuri, akasema, mbona kule kwetu kuna mito mizuri, nikaoge kule kwetu, na kwa nini nikaoge mto Yordani? Ndipo akaondoka. Wale wasaidizi wake jemedari Naamani walivyomkaribia wakamwambia, wewe nenda tu ukaoge mara 7 mto Yordani, kisha upone ukoma wako. Ndipo akaenda kuoga mara ya kwanza, hakupona. Mara ya pili hakupona. Mara ya tatu bado hakupona. Hata ilipofika mara ya 6 bado hakupona, na alipomaliza mara ya 7 ndipo akapona ukoma wake. Hata Yesu pia alisafiri kwa imani. Kutoka mbinguni na kuja duniani. Alikuja duniani kwa sababu anatupenda. Alikuja akazaliwa